مثل أحمد في الكونين نواه أحمد مثل أحمد في الكونين نواه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين. Kwa hakika Uislamu ni dini ya amani, ni dini ya tasamuh, dini ya tolerance, dini ya utaratibu. Uislamu ni dini ya nidhamu. Haiwezekani kitu chenye nidhamu kiwe ndani yake kuna kutumia nguvu. Uislamu ni dini ya akili. Dini ya akili haiwezekani ndani yake kutumia nguvu, kwa sababu nguvu ni kinyume na akili, na kitu chochote ambacho kwamba kinachotumia nguvu kinavunjika. Kwa hivyo Uislamu unakataa nguvu wa aina yoyote katika maisha ya mwanadamu. Sera ya mwanadamu aliyopangiwa na Mwenyezi Mungu ni kupeleka mambo kwa utaratibu na kwa nidhamu na kutokiuka mipaka ya akili. Kwa hivyo masala kutendesha nguvu hususan katika dini ni kitu hakikubaliki. Mwenyezi Mungu ameweka wazi, la ikraha fi din, hakuna utendashaji nguvu katika dini. Dini yetu ya Kiislamu yatuambia sisi tumkinaishi yasiyokuwa Muislamu kwa njia ya hikma na mawaidha mazuri. ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana, walinganie watu kuingia katika Uislamu kwa njia za hikma na mawaidha yaliyo mazuri. wajadilhum billati ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Mwenyezi Mungu asema ukijadiliana na watu, jadiliana na wao kwa njia ambayo ni nzuri sana. Kwa hivyo masala ya nguvu, masala ya kuwa wewe utalazimisha watu ni lazima waingie katika Uislamu, hakuna katika dini. Hilo ni kinyume na mafundisho ya Uislamu. Hakuna aya hata moja katika Qur'ani inayosema utumie nguvu. Hakuna hadithi ya mtume hata moja, hakuna mafundisho ya mtume utayapata sehemu yoyote yanayowaambia watu tumieni nguvu. Kwa hivyo dini ni kanaa ya mtu kuamini mtu, tena aamini kwa akili yake, aamini kwa moyo wake, aingie kwa Uislamu bila kutendeshwa nguvu. Kwa hivyo ikiwa tunataka kutumia nguvu ya kuwaita watu katika dini, nguvu moja tu ndio inakubali, nguvu ya akili. Akili ndani yake kutakuja kukinaisha mtu, umpe hoja, azione zile hoja, avutikiwe na Uislamu, aingie kwenye Uislamu. Kwa hivyo nguvu hiyo katika Uislamu inakubalika 100%. Lakini nguvu ya kimabavu ya kutumia mkono, ya kutumia teke, ya kupiga watu kumbo, nguvu kama hiyo katika Uislamu haikubaliki.
Vile tunaweza kuona katika maisha ya leo dunia ya sasa, yako makundi ambayo yanaweza kutofautiana na wengi wao. Je, Uislamu unakubali kwa makundi kama haya kuweza kuwaua wengi wao kwa kuwa wao wanafikiri kuwa wako kwenye njia ya haki? Uislamu haukubali, kama tulivyotangulia, kutumia nguvu, na nguvu ya mwisho ambayo kwamba mtu anaweza kuitumia ni kuua. Kwa hivyo vipi wewe utamkubali Muislamu kisha uende ukamuue? Ikiwa wewe umkubali mtu ni Muislamu, damu ya Muislamu ni haramu kuimwaga. Ikiwa wewe humkubali yule mtu kwa ni Muislamu na yeye mwenyewe asema mimi ni Muislamu, afunga, aswali, atoa zaka, yale ambayo kwamba ni principles za Kiislamu, ma ulima min ad-dini bil-darura, mambo ya misingi ya Kiislamu anayaamini, wewe huna haki ya kumtoa katika Uislamu. Kwa hivyo kama huna haki ya kumtoa kwenye Uislamu, wakati ukimtoa katika Uislamu kwa ajili ya kuwa wataka kumuua, wewe utakuwa umetenda kitendo cha kumkhalifu Mwenyezi Mungu na kumkhalifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wewe huna haki ya kumtoa mtu katika Uislamu kwa ajili ya kumuua. Na mtu akikhalifiana na wewe, akitofautiana na wewe katika jambo, haimaanishi kila anayetofautiana na wewe si Muislamu. Na ikiwa utafanya namna hiyo, basi wewe utakuwa una ugonjwa wa akili, yani una ugonjwa wa kulazimisha. Ima unikubali mimi nilivyo, au mimi nitakuua, au wewe si Muislamu. Na mambo ya tofauti yako yamepatikana kutoka zamani. Tukichukua mfano tu wa Imam Malik na Imam Shafi'i. Imam Shafi'i shekhe lake mkubwa ni Imam Malik, ambaye kwamba ni imamu, ni shekhe lake anayempenda, lakini alikhtalifiana na yeye katika uhai wa shekhe lake, na akampelekea masala kadhaa, akamwambia shekhe, hapa rai yangu ni tofauti na rai yako. Je, mapenzi yalikatika? Mapenzi yaliendelea, walipendana, na alitambulikanwa Imam Shafi mpaka siku ya mwisho, mpaka baada ya kufa Imam Malik, ya kuwa yeye ni mfuasi kipenzi wa Imam Malik. Kwa hivyo masala ya kutoana katika Uislamu, masala ya kumwambia mtu wewe ni kafiri, haya ni masala hatari kubwa sana, na tusitukue ni hoja ya kutaka kuwapiga watu, kutaka kulazimisha ideology fulani tulionayo kwa kwenda kukufurisha watu. Suala la kukufurisha Muislamu ni suala zito sana, tena sana, tena sana.